Bless the Lord. Good morning wherever you are. I want to welcome you to Morning Glory popote ulipo. Karibu sana moja kwa moja katika Morning Glory unapowakilisha sehemu yote ile, unapowakilisha rekodi yako yote ile. Tunataka kukaribisha moja ndani ya nyumba katika shopping kubwa sana. Tumeweza kurejea hapa tangia tulipoachana siku mingi sana, kama wiki mbili zimeisha. Tunapatana katika Morning Glory wiki moja na nusu kumradhi. Tunapatana katika Morning Glory. Najua kama watu walikuwa shasema kama Morning Glory kama iliendanga wapi jamani, walipelekanga wapi Morning Glory. Nasikia kama I'm not comfortable hapa, naona kama niko chini sana na studio ni ile tu. So nataka kufanya pale sound check pale. I want to appreciate God for what has done for us, and this siku zote Mungu amekuwa mtakatifu, umetuwezesha. So popote ulipo pale, nataka kukaribisha ndani ya nyumba, ndani ya Kisi Hot TV. Kama unawakisha popote pale rekodi yako ile, nataka kukaribisha moja kwa moja. Karibu sana tukaweze kusonga mbele pamoja, kwa maana kukaribisha ndani ya nyumba, ndani ya Kisi Hot TV. Kama unawakisha popote pale rekodi yako ile, nataka kukaribisha moja kwa moja. Karibu sana tukaweze kusonga mbele pamoja. Iko sawa. Sound check iko sawa. Mtaona kuambia kama ushafika ndani. Like, if you have not subscribe, alafu share like this. Vinataka kushare hapa. Tukaweza kusonga mbele pamoja ndani ya Kisi Hot TV. Nakwambia kwamba kama unawakilisha rekodi yako, ndio kukaribisha moja kwa moja tunapofanya mambo mawili matatu. Tuone wapi Mungu anatufikisha. Okay, kama nipata kwa loud and clear, tafadhali karibu sana ndani. Tuweze kupiga 2 3 4 5 kukaribishana na kufunzana mambo mawili matatu. All right, thank you very much. I'm getting it loud and clear. Thank you very much. Wacha nikashare link pia, na share hiyo link tuweze kusonga mbele pamoja. Najua kama watu wengine wamesahau kwamba Rauka imepotea. Haijapotea ipo. Isipokuwa ni tu usingizi, sometimes watu wapata tunalala mapema sana. Inakulemea kuamka na kwa balaa sana. Kwa hiyo nataka kuwakaribisha nyote mnapokuwa mnawakilisha mahali popote pale ulipo, na watu ambao kwa ulimwengu wote Mungu amekuwezesha. Asubuhi imekuwa njema, Mungu amekuhifadhi, amekuelimisha, amekuunganisha katika siku hii ya leo. Ikiwa ni siku mpya kabisa katika wiki hii, ni siku mpya, tarehe mpya sana. Mungu ashatuwezesha, Mungu ashatupigania. Tutakukaribisha tu moja kwa moja. Na tunapowakilisha tuweze kukaa ndani ya nyumba, tushiriki katika neno la Mwenyezi Mungu. Kwa sababu kama unawakilisha maneno yako yale, tutakuambia kwa Mungu amekuwa mtakatifu, Mungu amekuwa mlinzi mwema, Mungu amekuwa mhifadhi mwema. Nakwambia kwamba karibu sana ndani ya nyumba. Kama unawakilisha ile rekodi yako pale, kama katika sehemu yote ile, ndio kukaribisha moja kwa moja ndani ya nyumba ya Kisi Hot TV. Uweze kushika mambo mawili matatu. Tutafikia wapi? Kama wewe mgeni pata tafadhali jua kama ukipiga subscription yako pale, kama utafanya nini? Kama utaweza kusubscribe pia, na kama tafadhali kaza kupiga subscription yako kule ndani ya Kisi Hot TV ndio nyumbani. So karibu sana, tumesha mambo mawili matatu. Ndio kama tunafikia wapi? Tamati itakuwa gani? Kama unafika pale tafadhali like kule kitu cha kwanza. Piga like kule jamani. Piga like kule. Kisha baadaye kama unakuwa pale share your link. Tumia link watu wawili watatu ambao kama Pambazuka na Yesu. Popote tunapowakilisha Pambazuka tuna Yesu. Pambazuka na Yesu. Yes, hiyo yote 2 9 10 ni njia moja kwa kuelimishana mambo mawili matatu. Tuweze kupambazuka, tuweze kushukuru Mwenyezi Mungu. Ndio kama watu wengine 7 jioni ndio mnaenda kujitayarisha mambo mawili matatu, na baada kujipanga katika sapa kulala. Mwenyezi Mungu atakuwalinda, aweze kuwa mlinzi mwema. So watu wangu karibu sana ndani, tuweze kusukuma mbele pamoja, tunaposonga tu mbele one on one. Kama unafika pale ndani ya nyumba tafadhali, na kama unaweza kushare hiyo link kwa watu wawili watatu, waambie kwamba tumeshafika ndani ya nyumba. Waweze kujaja ndani ya nyumba. Tutaenda kwanza 1 2 3 4 5. Tunakukaribisha popote unapowakilisha mtu wangu,
Pambazuka Rauka ni asubuhi na alfajiri njema ambayo tunafaa kumshukuru Mwenyezi Mungu, na faa tu kuweza kumshukuru Mungu, tuombe kwamba ni asante kabla hata ndege wa angani kuweza kuamka na kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Maana tumeweza kuamka mapema tukaweza kutangulia ndege wa angani kabla hawajaamka na kuweza kuanza kushangilia kwa Mwenyezi Mungu. That's why we are here just to praise the Lord for what he has done for us. Mungu amekuwa mtakatifu mwema. Mungu amekuwa mlinzi mwema katika siku zote. Mungu amekuwa mhifadhi mwema katika jina la Yesu Kristo. Mungu mkuu tu. Mungu ashie milele. Kama unakisha rekodi yako kwa tafadhali, nakwambia kama niandikie comment kule, niambie kama uko ndani ushafika. Ukiandika comment yako pale tafadhali niambie kwamba ni uko ndani, mark register pale, ita watu wawili watatu, amsha watu wawili watatu, tutakuwa na chila link pale, tunakuwa na tukupatia baadaye, tukupatia ratiba ya siku ya leo. So kama ushafika ndani tafadhali na kwamba fanya hivi, tutakuwa na chila link baadaye, lakini ila mtu wangu nakwambia wakilisha asalimia watu wawili watatu, amsha watu wawili watatu, waambie kwamba kumepambazuka, waambie kwamba waweze kuamka, waambie kwamba waamke, it is morning. Kama ni jioni, waambie it is good evening. So want to appreciate God. Nitakupatia ratiba kuweza kufuatia baadaye. Sawa. Ile kitu cha kwanza, kama uko na maandiko matakatifu, kama uko na nyimbo pale, unaenda kutupatia tafadhali, jipange, tunakwambia jipange. Prepare yourself well. Nyimbo zako pale, karibu sana. Kama uko na mhubiri pale, neno la siku, uko na ushuhuda, karibu sana. Mungu ni mtakatifu. Okay? So I want us to do over this. Tukufu na heshima Mungu ni zako Bwana, ni zako Mungu ziyeshindwa. Tukufu na heshima Bwana ni zako Mungu ziyeshindwa. Wafanya mambo makuu Bwana, naona siku ya leo naiona Mungu siye shindwa. Tukufu na heshima Bwana ni zako Mungu siye shindwa. Tukufu na heshima Bwana ni zako Mungu siyeshindwa. Wafanya moyo wangu waridhika chini yako, ni zako Mungu siyeshindwa. Tukufu na heshima Mungu ni zako Mungu siyeshindwa. So welcome in the house. Karibu sana. Naona hapa Vanis Omuru amesema kwamba ako ndani ya nyumba. Sana. Shikilia hapo Vanis. Ndio tumeamka, ndio tumerauka. Sijui namsha nani, watu wawili watatu. Kama uko na nyimbo, kama uko na neno la siku, mahubiri, tafadhali nafasi ipo. Baadaye ndakuwa na chia link kule, lakini nataka kufunga katika njia iliyo ya binafsi, katika njia moja kwa kumtukuza Mwenyezi Mungu. Kama wewe ni mgeni pia, tafadhali piga subscription yako pale ya kuweza kusoma kwamba kumwonyesha kama ushafika. Kama umefika pale, tafadhali niambie katika njia ya like kule, una share hiyo link kwa watu wawili watatu, kisha baadaye unafanya nini mtu wangu? Kisha baadaye unafanya hivi una comment, unasema kwamba you are present. Amsha watu wawili watatu, ombe kwamba Pambazuka, Mungu amekuwa pamoja na sisi, Mungu ametuwezesha. Na tumekuwa long time tangu Rauka tumerudi, ni wiki mbili sasa tunafanya Rauka, lakini watu ndio maana sijui wamelala, wameruhusu hope. No, I'm back here today. Mungu amenipatia kibali na neema na fadhili zake. Hivi leo nisharejea mtu wangu, nimerejea niko hapa. Karibu sana ndani ya nyumba, okay? Join me this. Kijito cha
utakaso, nizame kuosha na msifu Bwana, kwa hiyo ni neema ya utakaso. Kijito cha utakaso, nizame kuosha na msifu Bwana, kwa hiyo ni neema ya utakaso. Kijito cha utakaso, nizame kuoshwa na msifu Bwana, kwa hiyo ni neema ya utakaso. Ni neema ya mkombozi ya utakaso. Kijito cha utakaso, nizame kuosha uko na msifu Bwana, kwa hiyo ni neema ya utakaso. Kijito cha utakaso, nizame kuoshwa na msifu Bwana, kwa hiyo ni neema ya utakaso. I want to welcome you to the house. Karibu sana. Ikiwa ni asubuhi njema sana, Mungu ametuwezesha, Mungu ametupigania kwa kila nafasi na kwa kila jambo. Wacha moyo wangu katika kumsifu Mungu. Wacha neema na fadhili zangu za kumsifu Mungu. Kwa maana yeye anatenda mambo makubwa binadamu hayatenda. Bwana kamidio tu milele. Bwana kupokea sifa zako milele. Wewe mtakatifu, mtakatifu Bwana. Asante kwa siku hii ya leo. Pokea sifa zako katika baraka zako za milele. Na neno la siku na kwamba neno la siku lipo pale pale ndani ya nyumba kuanzia sasa hivi mpaka mwendo wa saa moja. Tuko pale ndani moja kwa moja. Kuweza kushika one on one. Kuweza kuelimishana, kuweza kufunzana mambo mawili matatu. Kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa maana kwa kile ambacho ashatutendea. Mungu ni mkuu. Mungu ni mkuu wa wakuu, zaidi ya wakuu. Bwana kamidio milele siku zote. Moyo wako na nafsi yako ikasi tukumsifu Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Haleluya, ponesa pewa sifa. I tell you. So wherever you are, anywhere you are, unawakisha pale, unawakisha rekodi yako pale, mtu anakuambia kwamba karibu sana ndani ya nyumba, ndani ya Kisi Hot TV. Usiweze kupanduka, usiweze kutoka mbali, mtu wangu. Alright. Okay, thank you very much. So, thank you very much. Kuna baadhi ya taarifa ambazo zinaudhi sana, zinahuzunisha pale. Hivi siku ya jana kuna gari ambayo ilianguka pale game, gari ya mafuta ilianguka pale. Naona watu wa Kenya, jamani, tutakuja kuelewa siku gani kwamba gari ya mafuta ikianguka hiyo ni hatari. Inafaa waanze kutoroka mbio. Kama utawezana na Mungu, tafuta hata kitu minisi ya kutoroka mbio za kutoka hiyo sehemu. Kuna baadhi ya vitu ambazo pale, jamani, watu wa Kenya, jamani, ni nini jamani wa Kenya, ni nini wa Kenya, jamani, what is not happening? Okay. I want to welcome you all to house, full house. Tupo papa hapa ndani ya nyumba, tunawakilisha kwa iko nini, tunatesa anga katika jina la Yesu. Tunatesa anga, nakwambia kwamba tunatesa anga katika jina la Yesu Kristo. Anga tunaiteka anga, kwa maana Mungu anaweza kuteka hii anga katika jina la Yesu Kristo. Kila mapepo, kila miroho ambayo itainuka kinyume na siku hii, ambayo itainuka kinyume na maisha yako, ambayo itainuka kinyume na katika nini, itatanishi. Tunakwambia kwamba tunateka anga katika jina la Yesu Kristo. Tunakataa na kuarani na kuharibu kile mpango wa shetani katika jina la Yesu Kristo. Nakwambia Mungu ni mtakatifu wa takatifu. Mungu ni mkuu zaidi ya wakuu katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus. So wherever you are, my people, nataka kukuambia kwamba karibu sana ndani ya nyumba. The first of the day, kwamba if you abide in me and my words abide in you,
Ask whatever you wish and I will be done it for you. I tell you, that's John 15:17. Tutakuwa tunarejea papo hapa baadaye katika hapo, tunarejea baadaye na kuambia lazima tunarejea papa hapa baadaye. Hilo ni neno la siku, na kuambia mtu wangu pia, kama uko na neno la siku pale na unataka kukaribisha one on one, uweze kukaribia ndani ya nyumba. All right. I tell you, watu wangu nawaambia, I tell you, na nawaambia ni ndani ya Kisi Hot TV hapa station nambari 1, kwa kumshukuru tu Mungu kwa kila sababu, kila asubuhi, kama unafika pale, tafadhali hakikisha kama umelike kule, umechukua hiyo link, umetumia watu wawili watatu, jimbie katika team comment pale, wakilisha rekodi yako, tafadhali sema uko present. Sema uko present, unawakilisha kama ilivyo kawaida, unawakilisha kama 1 2 3 4. Tunapoenda kuteka anga katika jina la Yesu Kristo. Hii asubuhi anakuambia kwamba karibu sana, tuweze kuruka, tuko pamoja kwa kumshukuru tu Mwenyezi Mungu. Mungu atatushikilia mkono, Mungu ataweza kuwa pamoja na sisi, Mungu ataweza kutuongoza kwa kila jambo, Mungu atatuonyesha njia zake, kwa maana yeye ni Mungu ashiye juu mbinguni, Mungu anatenda mambo makubwa, Mungu asiyeshindwa kamwe, Mungu hatawahi shindwa kamwe. Saidi ya Mungu ni Mungu tu mmoja tunaabudu, Mungu anatupenda, Mungu ashiye milele, anatupatia uhai, ashakupatia maisha mbona pumua hivi leo. Ni Mungu mkuu. Asante Bwana, asante mtakatifu. I tell you, tunapenda kuteka anga. Unawakilisha wapi? Unateka anga ukiwa katika sehemu ipi, mtu wangu? Unapoenda kuteka anga katika jina la Yesu Kristo, unawakilisha ile kodi gani? Unawakilisha sehemu ipi? Tunataka kuteka anga sasa. Tutaka kuchukua nafasi yako, tuko fursa yako asubuhi ya leo. Tunapoenda kuteka anga katika jina la Yesu Kristo, unapoenda kuteka anga ya mwovu, unaweza kuwakilisha Mungu, waenda kuwakilisha Yesu, na kuenda kuteka anga katika siku hii ya leo. Unawakilisha wapi? Network yangu mbona inataka kunizuia tu hivi? What is not happening with this network? What is not happening with this network? Network. Nini kinafanyika jamani? Okay. Tunataka kuteka anga sasa. Chukua fursa yako. Chukua nafasi yako. Tunataka kuteka anga katika jina la Yesu Kristo. Tunataka kuteka anga in the mighty name of Jesus. So wherever you are, na mahali popote ulipo, chukua nafasi yako, tuteke anga sasa. Tunataka kuteka anga. Kuna anga ya mauaji, anga ya kuleta mauti, anga ya kuleta ajali, anga ya kuleta katika magonjwa, katika jina la Yesu Kristo. Tunataka kukataa, tuteke anga yako Mwenyezi Mungu ya kuweza kuachia kipali na neema na fadhili katika jina la Yesu Kristo. OG TV, karibu sana, na kuwa napenda fika ndani ya nyumba, mtu wangu, na kuambia kwamba neno la siku ya leo, kama uko na neno la siku pale, mtu wangu, na kuambia sasa kutembea mbali, lakini langu hivi leo nimepata the first of the day from the book of John 15:17. The Bible says, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and I will be done for you. And that's the word of the Lord. Okay, bless the Lord. I tell you. Nakwambia mtu wangu, ninakwambia tuko na baadaye, na sijaomba, nimekimbia hapa katika kushare link kwa watu wawili watatu, sijafanya maombi. Mtu sasema kama kurutu leo, yani umesahau kuomba. Still I love God. Still I know He is whom He is. He is the one anafanya sisi tunapumua hivi leo. Ni huyo tu Mungu mmoja ambaye tunamtambua. Ni huyo tu Mungu mmoja ambaye tunaishi hivi leo. Ni huyo tu Mungu mmoja anatupenda. Ni mwanake tumeruka siku ya asubuhi ya leo kuweza kuhakikisha kwamba tunamshukuru tu kabla ya kufanya kitu chochote kile. Tunampa sifa, utukufu na mamlaka. Mungu ishe milele. Wewe ni Mungu mweza yote, Mungu mtakatifu, Mungu unayotupenda, Mungu unayotujali. Asubuhi hii na kibali hiki Bwana, tunaachia kibali na neema na kufadhili kutoka kwako Bwana. Naomba kila mmoja, tuombe kila anybody my father. Maana tutazama asubuhi ya leo. Kila mmoja ambao ako na tumaini Bwana, ako na hitaji Bwana, namwombea asubuhi hii. Fanya ishara na miujiza Bwana. Watendee mambo makuu binadamu hawezi kuyafanya Bwana. Tunapenda kutaka anga asubuhi ya leo. Pote tutaki kibali na neema kutoka kwako. Nguvu zako Mwenyezi Mungu zitaweza kutamalaki milele. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana, achia kibali chako. Achia nguvu zako, achia uwepo wako katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa maana wewe ni Mungu mkuu Bwana. I tell you. Karibu sana ndani ya nyumba.
Tutakuwa na sharing baadaye. Kama kuna neno la siku, kama kuna mahubiri, kama kuna kifungo, karibu sana. Kama kuna nyimbo, karibu sana. Tutakuwa tunakupatia nafasi. Tutakuwa na sharing baadaye. Naona MTV ya Clevansi kwa muro kwa pale tu ndani ya nyumba. Wacha nikombe tukaanze. Nitakuwa na challenge baadaye nikiomba. Mtakatifu ishie juu mbinguni. Pokea sifa, utukufu, mamlaka, utukufu na mamlaka ni zako Bwana. Asubuhi hii na jioni hii kwa watu wengine Bwana, tukuza jina lako. Tunasema ni asante kwa maana kibali na uhai na utukufu ushatupatia siku hii ya leo Bwana. Pokea sifa, utukufu na mamlaka Bwana. Mtakatifu Bwana. Acha kibali na neema kutoka kwako Bwana. Naomba watazamaji watu wa Kisi Hot TV na wengine watatazama baadaye. Neno waombe kibali kutoka kwako Bwana. Acha utukufu wako mtakatifu. Tuombe kushiriki katika safari katika neno Bwana. Tuombe kuteka anga na neno la siku Bwana. Tupatie shukrani kutoka kwako Bwana. Katuongoze, katushika mkono katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tendesha na miujiza. Tena mambo makubwa na binadamu hawezi kuyatenda. Fanya mambo makubwa Bwana. Tuonekane siku hii ya leo. Kibali na neema kutoka kwako. Wale wagonjwa tunaombea Bwana. Tusamehe dhambi zetu mtakatifu. Kwa maana sisi tunatenda dhambi kwa kila wakati na kwa kila masaa. Bwana, kuabudiwa tu milele. Tutapenda kwanza hasa pamoja na sisi. Bwana, ushike mkono katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba kuamini. Amen. 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 Ndio watu wakisema amen pale. Na watu wakisema amen. Mimi naachia link hapa. Karibu sana ndani kama uko na nyimbo, kama uko na nyimbo pale karibu sana. Kama uko na neno, kama uko na mahubiri, nafasi ipo. Nishakupatia nafasi yote. Nishaachia link pale. Sana MTV. Gmail TV nasema kwa amen. Nashukuru sana. And anybody pressing karibu sana. Masase amwe amuntu, masase are nyanja, akubala ebiru obusu lichobuya korende mboroborabu aye kwando seide moyone onemere nakuwatie Yesu ama sase ama yamu ayare omoyone Yesu kare amonaje ama sase enkoro ama sase ama yamu ayare omoyone Yesu kare amonaje ama sase enkoro nitubuto moijano na yangingo tu omoyo nakubatie
masase amayamu ayare omuyone Yesu kale amuna amasase ekolo. So I welcome you. There is power. When ukiamka asubuhi kunazo nguvu. I also tell you in every moment, in every morning, that when you wake up, just the great meet God before you meet anybody. Meet before the presence of the Lord before you meet anybody. That's nakwambia hivi kila siku. Patana tuna uzo wako Mwenyezi Mungu. Shukuru tu Mungu, mwambie kwamba Mungu ni asante kwa sababu asubuhi hii ya leo. Mungu ni asante kwa sababu ya kibali chako cha uhai. Mungu ni asante kwa yote unitendea Bwana. Ni asante kwa maana ya siku hii ya leo. Kabla ya kuanza kufanya kitu chochote kile, kuweza kumtambua Mwenyezi Mungu. Tukuza, just bless the Lord. Bless the Lord every moment and every morning that you wake up, that you bless the Lord. Binadamu watakuwa na kupimia hewa, watu watakuwa na kuambia kama wacha tuone kama watafika mahali wapi, wacha tuone kama watasonga afike wapi. I want to tell you this morning, I want to tell you my brother, my sister, I want to tell you this morning that there is a power, kuna nguvu. Mungu hakuna ushuhuda, Mungu hakuna sababu ya wewe kuishi hivi leo. Binadamu watakuwa na kupimia, watakuwa nasema kwamba wacha tuone, watakuwa na kuchungulia kutoka mbele, wanasema kwamba no, let us see tuone kwamba atafika wapi. Watakuwa nasema kwamba kama sisi akikuwa vimefika pale. Sometimes wanakuwa tu wanatoka nyuma kidogo, wanasema acha tu tumwache tuone atafika wapi. No, let me tell you one thing, this power. Wewe tukuza tu Mwenyezi Mungu, weka tumaini lako, safari ipo, endelea tukusafiri. Mungu ako pamoja na wewe, Mungu ako pamoja na wewe, anakushikilia bado, anakufahamu, ako pamoja na wewe. Piga tu safari, wasonga mbele. God is with you, I tell you. Just push on because the presence of the Lord, the power of the Lord is with you. The power of the Lord is with you. I tell you, good morning. So wherever you are, kama kawaida yangu, as I tell you, mimi sitachoka kumtukuza Mwenyezi Mungu. I will never get tired. Whether these people, whether there are no people, whether there are people watching me, whether they are nowhere, whether it's my parents watching me, whether it's anybody's watching me, it doesn't matter who's watching me. It doesn't matter who is here with me. When I have decided to worship the Lord, I decided to fully with my heart. Ikifika ile wakati kuweza kumtukuza Mwenyezi Mungu, itaisha kama ni nani yako na mimi, ni nani hayuko na mimi, nani anatazama. Hapana. Mimi nafasi yangu, nachukua nafasi yangu naipatia kwake Mwenyezi Mungu. Naangalia tu pale juu ya msalaba, naona jinsi ambavyo areteswa. Nasema wote nikaanza kukutukuza kwa maana sikukuishi hivi leo ni kwa sababu ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. So karibu sana ndani ya Kristo Hot TV, mtu wangu, nakwambia ningeshachilia pale. Karibu sana leo morning glory, tunaenda kushika mmoja mimi na wewe. Sawa. Me and you. Kama uko na neno la siku, uko na nyimbo, uko na mahubiri, hiki nishakupatia pale mtu wangu. Karibu bandani, imba, salimia watu, hubiria watu, ambia watu neno la Mungu. Acha kuogopa. Let us come here and share the word of the Lord. So wherever you are, wapote wa Christian, ningeshapatia na pale. Watia salamu zako. Timu comment pale, tuweze kusonga mbele pamoja. Ingawa tumeshakaa mbali sana, tujaikuwa pamoja. Sawa. Uniongoze pato na kuhitaji, uniongoze Yesu kiongozi mwema, moyo wangu wakutamani, niongoze nifike salama. Mungu wangu uniongoze bado na kuhitaji, uniongoze Yesu kiongozi mwema, moyo wangu wakuhitaji, niongoze nifike salama. Mungu wangu uniongoze. Ulisema naposhindwa nikuite, ifi leo nakuita nisikie. Usiende mbali nami, usiniache peke yangu. Mungu wangu uniongoze. Ulisema naposhindwa nikuite, hivi leo nakuita nisikie. Usiende mbali nami,
Thank you very much. Good morning. As pena dununga here, pena dununga aku papa hapa tupamba. So live on a direct. Nataka kuleta pena dununga na mwana papa hapa. Okay. Pena dununga. Good morning. Good morning, sir. How are you? Oh, one other. Hey, bwana kwa napo siji. Nisame. Siku mingi bwana. Siku mingi bwana, nimekuona kwa nilikuwa pale, nilikuwa nimekuona. Kuna mwana nilikuona ukiwa na huyu jamaa, huyu wa Zora. Huyu jamaa huyu wa Zora hapa na wanamuita hata jina, mbona jina yake inaenda? Ama si wewe niliona pale na huyu jamaa wa Zora huyu. Oh, huyu ni mimi. Bana. Hapo tulikuwa tunafanya kinini fulani ya Ipro TV. Ipro TV. Bana jamani. Kuna nini inaitwa Kofi? Kuna kipindi inaitwa Kofi. Nilikuwa na pale na yeye mpaka nikasema bana, si wakuweke Zora para at least, na mimi nasema nikiangalia Zora nasema ai bwana, no penda dunonga yule bana, penda dunonga kule bana, yule jamaa jamaa. Utaniona huko bro. Bana, nakutegea nikikuwa na pale Zora bana. Na watu wanajituma bana, watu hawalali. Kai. Tunapambana. Karibu sana, good morning katika Pambazuka. Leo tumerejea papa hapa baada ya wiki moja na nusu tumepotea kule ndani ya miti, lakini leo Mungu ametuwezesha tuko papa hapa. Ila tuko kama kawaida, tafadhali salamu zako ziweze kutembea kwa watu wawili watatu pale 19:20. Nafasi ipo, kama kuna neno himizo maandiko matakatifu bado tunashiriki moja kwa moja. Karibu sana, nafasi kwako. Yes, asante sana brother. Kunkulunguntu hii jina inakuwa na shida, so mimi wacha niende tu direct. Ni kusalimie kwanza, nisalimie kikosi yote ya Hot TV, kisi Hot TV kwa ile kazi yenye wanafanya mzuri. Thank you. Sababu kama sio wao hatungekuwa tunakutana hivi. Thank you. Pia na wasalimia wazazi wangu huko nyumbani. Mama Jane na William kutoka pale Kenyenya, Umachoge. Yes. My brother Geoffrey Baruku akiwa hapo tu town Cathedral, nachapa keyboard hapo. My also brother Jacobo Yakundi Onunga pia ako Kisii. My sisters wote wenye wananisikia pengine watawatch baadaye. Yes. Pia nasalimia wasanii wote wa Kisii akina Antivirus, Okiondo, Lulu, ni huyu Socha nilimuona juzi hapa. Anaweza kufaa kama demu kama mama, yani kama mama. Na wasalimia wote na kikosi yake yote, kikosi ya Antivirus, kikosi ya Okiondo. Nasalimia wasanii wengine wako Nairobi akina Cyprian, nafikiri Cyprian yako nyumbani, alikuja coverage video zingine hapo, ndio at least channel yake igrow. Na wasalimia wote akina Msito J, Nyakundi the actor na kikosi yake yote. Nasalimia familia yangu, wife, watoto wangu, nafikiria wao wana watch. Na wasalimia hivi na waambia wa keep watching Kisi Hot TV morning, kuna session mzuri. Na wasanii wote wenye wanani watch, pia kuna my sisters and brothers wetu wako wengine wako Doha, wengine wako Saudia, Lebanon, wengine Amerika. Wote tunawasalimia, tunawaambia tunawapenda sana, na ile support yenye wanaendelea kutupea waendelee hivyo. Tunawapenda pia vile wanatupenda. Pia tunapenda sana wakikuja Kenya, wao wanatafuta Kisi Hot TV. Yes. Pia tunaweka live na wao
wanaangaliwa kutoka na wale watu wote wako pale. Yeyote mwenye ako ready to travel kuja Kenya, ako free, aongee na Kurunkutu, amlete hapa live. Tuongee naye pia akiwa hapa live. Yeah. Na please naomba wa support Hot TV, sababu hii ndio mahali watu wote wanakutana, sio eti watch peke yake. Pia wanasemanga currency, sababu hii stage pia inalipiwa. Wasaidie pia. Nawaomba sana wakue hapa, tuwe tuna share. Unajua kila mtu ako na ile kitu yake yenye ako nayo pengine ya kuongea. Wakuje tu share hapa, ndio tusaidiane. Nashukuru sana. Ile kitu unaweza ongea kulingana na morning session ama maandishi ni kwamba wacha tupendane, sababu upendo ndio kila kitu, na hiyo ndio kitu Mungu alituachia, kutuachia kitu yote. So tupendane, ile hashtag yenye tunapinyana kila siku ya tupendane, tuendelee hivyo. Asante sana Kurunkutu. Nashukuru sana. Ile kitu nakuomba tafadhali, ukipatana na Cyprian hiyo yote, kama uko na namba yake ya simu, mwambie apige kisi, kama atapitia kisi hot awache mochesa bana. Namwambia leo, nataka nimwambie au anakuja. Unajua sana hii ya usiku inakuwa ngumu, nitajaribu sana nione vile nitamconnect. Yes, mwambie apitie hapa ndio nyumbani. Watu wasikuje bana, wanaogopa kukuja hapa. Sisi tuko very open kukaribisha. Hapo ni nyumbani. Mimi nikifika nyumbani lazima nipitie kwa TV yetu ya Kisii. Sasa nitafanya nini? Hata kama sitakuwa live, lazima nikuje nikunywe chai. Exactly. Jiona mko na tamu siku hapo. Unajua kamba nane alikuwa hapa Saturday, walipatia challenge. Hii time ndiko hapa na walikuwa na launch hapa, kina Mojisha alikuwa hapa. Sasa ananiita wewe Kurunkutu. Wewe. Sasa nikashunu ni nani? Kamba nane. Alikuwa hapa. Walikuwa hapa Saturday hapa launch. Vitu mingi zinanipita bwana, huo unani update kwa nini? Sawa. Sawa bro. Ila tu watu pale YouTube atafuta pena Dionuonga, nilimwona na ile mzee wa Zora wakupana na pambana naye Pamba tu Pamba. Mpaka nikasema ni Photoshop, nikataka kupanua tu hivi kupeperusa. Okay, thank you very much. Shikilia papo hapo. Left and direct kwa finest man. Karibu sana katika Morning Glory. Tumepotea sana. And mute your microphone. Karibu sana katika Morning Glory my brother. Good morning, good evening. Good morning my brother. How are you? I'm good. Mtu ameenda sana. Yeah, thank you my brother. Nataka nichukue funza. Ntebe mbia mara senge ncho kongaribaga na kongarega nia kisi Hot TV. Exactly. Kono asenge nchere morning ya Glory. Inataka kubeka ogotero komototera mutwensi mkuu anabira tunanengena nani ba gochia sore. Karibu sana, nafasi kwa sana. Ya litaga tena la bakone Bible bane. Yes. Na bana ba minto ne amate ya minto osiane. Yeah. Kwa jumla batebi ba wishiri mambire ngiye gusemara kwa berembi ingia. Yes. Ono gotera koranga njite sana bagoteba
pengine milimani utanituma niende, pengine mabondeni wataka nipeleke neno, daili stakata wito wake Bwana Yesu, nitasema kwa ufani tume niendeleo, ni kwa ufani tume niendeleo, pengine milimani utanituma niende, pengine mabondeni wataka nipeleke neno, daili sitakata wito wake Bwana Yesu, nitasema niko hapa, nitume niendelee, niko hapa, nitume niendelee. Wanyama wawili kwa wawili waandamana hadi kwenye safina, wanyama wawili kwa wawili waandamana hadi kwenye safina, wanaotambaa, wanaoruka, wanaotembea wakaingia, wanaotambaa, wanaoruka, wanaotembea wakaingia. Binadamu walipokata wito wote waliangamia, binadamu walipokata wito wote waliangamia. Kwa kinana ucha wote saba my youths ambao wanalauka saizi, watitie watu warokwege na somo nene, na kireba nyoro kwege na somo nene bakorega si Elios pinya saya bakonja somo bwao, wafanya kwa bidii Nyasaye bunare na bakoreka na bako hata wainua penye kutoka penye wako abaire biwango binde igo wana mbasi ele kigakiri bakora. Yes. Yeah. Yes. Okay. Leo kama uko nafikiria kama uko kuanzia unasafiri. Yeah, nikifika tu kwa nyumba like tuta communicate mzuri, niko kuanzia tu. Okay. Thank you very much, Pastor Dad. Hey, good morning. Thank you very much. So in the next ukifika pale nyumbani, nafasi iko hapa ya kuweza kuzungumza na sisi hapa katika neno Morning Glory. Na kwa sasa karibu sana tuweze kuteka anga kama wakisha rekodi yako tafadhali. Karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Naona pale MAOG wote kwanza kimia katika comment. Vanessa Omurwa anasema kama if you are new in the Kisi Hot TV, make sure you subscribe. Vanessa Omurwa, morning team kubwa. Have a blessed week ahead. Thank you very much. Tunaanza wiki hapa tukiteka anga na neno la siku pale. Anaitwa AOG TV following. Thank you very much. AOG TV anasema kama amen and amen. Thank you very much. AOG TV anasema kama blessed for the nice blessing song. Thank you very much my brother. AOG TV anasema kama blessed for the nice song, for the blessing song. Asante sana. AOG TV anasema kwamba sing again that song please. Was Ondali. Hi morning. Thank you very much. Karibu sana ndani ya nyumba watu wangu, nakwambia kwamba ni ndani ya Kisi Hot TV. MAOG TV. Ni wimbo gani unataka nisimbe? Which song is this unasema nirudie tafadhali? Niambie katika team comment pale hiyo song unataka nirudie. So karibu sana, tunataka kuteka anga. Patikula kitu hapo kuna kitu hapa nitasema baadaye. Kwa Kenya mjue kwamba petrol ni kitu kingine hatari sana. Gari ya mafuta ikianguka karibu na wewe, tafuta minisi ya kutoroka. Watu kukimbilia mafuta. Obviously lazima moto iweze kutokelezea. Lazima moto iwake kama gari ya mafuta imemwaika. Katika pale game, taarifa zilikuwa jana si nzuri pale. Tulipokuwa tumeona pale gari la mafuta lilipoanguka na watu wakikimbia pale kwanza kuchota mafuta, hakika tuweze kupoteza watu 13.
wengine wakapata majeraha. Tafadhali. Okay. Niachane na hayo. Neno la siku from the book of John 15:17. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and I will be done for you. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Chochote ambacho mtakachoomba nitawapatia na nitawafanyia. Tutaka kuteka anga kama Mwanakisi Hot TV. Tutaka kuteka anga popote ulipo. We want to kuteka anga. Sawa sawa. So karibu sana ndani. Ojime TV. Uniongoze bado na kuhitaji. Uniongoze Yesu, kiongozi mwema, moyo wangu wakutamani. Niongoze nifike salama, Mungu wangu niongoze. Ulisema naposhindwa nikuite, hivi leo nakuita nisikie. Usiende mbali nami, usiniache peke yangu, Mungu wangu uniongoze. Unahitaji Mungu akaanze kukuongoza katika safari yako. Unahitaji Mungu akaanze kukushikia mkono katika safari yako. Hii safari ya hii dunia hatutaweza. Ambia Mungu akakuongoze. Ambia Mungu akaweza kukuongoza. Hii safari hawezi. Hasa nikikwambia, hasa safari pia hata kukuwa na Mungu. Ukiwa umejishikia wewe peke yako, hautaweza. Ambia Mungu kaniongoze kwa hii safari. Ambia Mungu kaniongoze. Mungu nishikie mkono. Mungu nahitaji kuongoza pamoja na wewe. Sitaweza. Tulikuwa tunataka anga, mtu wangu nakwambia tulikuwa tunataka anga. Kama unawakilisha rekodi yako tafadhali karibu sana ndani ya nyumba. Tunataka kufanya mambo mawili matatu, okay? Tunafanya mambo mawili matatu. Ndio kama umeweza kuwakilisha rekodi yako, uweze kuwakilisha pale tu ndani ya nyumba mtu wangu. Karibu sana katika ndani ya Kisi Hot TV. Popote unapowakilisha, popote ulipo, nakwambia kwa Mungu ataweza kushika mkono tena kutuongoza tufike salama katika hii safari yenye majaribio mengi, safari yenye shida mingi sana. So okay, I want to welcome you. Sijana leo watu sijui mwana what happened. Sababu watu wanaona kwamba tumeta morning ipo bado. Watu waanze kuamka. Tulikuwa wanamkanga asubuhi. Watu waache kulala. This is why even if morning glory haipo, it's very important for you as an individual to make sure umeamka asubuhi sana. Umeroka asubuhi na mapema kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu. I know some days back pale nyumbani. My mother, I remember 2 days ago mdogo. I used to see my mom. She used to wake up every saa 9 asubuhi. Every morning 3 a.m. I mean. Ameamka pale, anaanza tu maombi mpaka saa 11 tena ndio anaanza kufanya 1-3. Mbona anafanya maombi pale mpaka saa 10 saa 11 analala kisha anaamka saa 12 kufanya kazi zingine. I tell you. Kama uko ndani ya nyumba, I want to welcome you. Karibu sana tuweze kushika 1-on-1. Lingi nishaachilia pale. Kama uko na salamu kusalimia watu 2-3, kama unataka kuwakilisha rekodi yako mtu wangu na kukaribisha bado. Kama uko na nyimbo siku ya leo ya kuweza kumtukuza Mwenyezi Mungu. You know me, I don't know what God has done for you. Kila kitu Mungu ashakufanyia sijui sifahamu. But have you appreciate? Nimshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa watu wengine I feel like wana kipoko hapa ya kuchapa watu. Yeah? Ukiwa na shida, you just pray God. You know God, if you help me, if you hold me a hand, Mungu ukinisaidia, I bless you in the days of my life. But ukipatana neno la Mungu, unapiga ndani ya miti, you don't want to listen to the word of the Lord. Yeah? But sasa ukisikia hapa kuna kakitu hapa,
kuna kakitu huko, you make sure mpaka datu unatafuta jiporo, you okoa chahazi, you make sure kama uwezi miss. But I want to tell you, judgment is coming very soon. You never know about tomorrow. Your tomorrow is mwenye anajua ni Mwenyezi Mungu. It must be great than today. If you are getting me loud and clear, link iko pale karibu sana. Nasema asante kwa Mungu wangu. Nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Nasema asante kwa Mungu wangu. Nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. How do you appreciate God? Namwambia Bwana asante. Nasema asante kwa Mungu wangu, kwa maana fadhili zake zadumu milele na milele. You people, sometimes sasa Mungu anapokea kuwa Mungu. Ingekuwa ni binadamu watu wengine sasa hivi tukao tunaishi. Mimi kama ingekuwa kama ni mimi, wengi ningekuwa nishatupa vipoko hapa. Because of what? Mtu akiwa kwa shida, you pray God, Mungu you help me, Mungu you help me. But ikifika time ya kupata neno la Mungu, pata kama ni pastor na upili. Hapo naona mmoja baada ya mwingine wanajitoa, wana quit. But ukisikia sasa ni nyimbo, ukisikia sasa ni nyimbo, sasa tunaimba hapa. Shangwe na vigeregere, tunajenga tunachengea tu, unafurahia ni nyimbo. Usikataa nyimbo si mbaya. It's part of praising the Lord. And you know, kwa hiyo hapa duniani kitu kila ambacho tunaruhusiwa kufanya ni kuhubiri. Mbinguni tutakuwa tu tunaimba tu, ni kuimba tu peke yake. Mbinguni tu ni nyimbo tu peke yake zitakuwa kule. Ni mbinguni hakuna kuhubiri, hakuna hata kutoa sadaka. Hakuna hata kusema, hakuna kuhubiri kusema kwamba maandiko yanasema. Habana, hamna. Mbinguni ni kuhubiri, ni kuimba. Kuimba, just rejoicing, only praying, only singing. Pale mbinguni 24/7 ni kuimba. Thank you very much. But that's what I want you guys. That's we are here. Just we want to recognize God. Sisi kufika temu kuna shida ndio nakumbuka Mungu. When you have a problem, that's the time unaanza kuomba Mungu, oh what? God, you know I have a problem. God, you know that's how I'm passing through this. Mungu bwana mimi ni maskini. Bwana nisumbuke. Mungu naomba kanisaidie. Well as when you are full, ukiwa na nguvu, ukiwa na kila kitu, you don't want to recognize the presence of the Lord. You don't want to say, God, thank you. Thank you, Father. May Ojime TV, thank you very much. I love the way you are worshiping this morning. Thank you very much. So I want you. Nacho kuna tema ambapo Yesu akiwa pale sijui alikuwa anaingia katika mji wa Yerusalemu. Akawa mpita pale na wanafunzi wake na wafuasi wake. Wanamwandama tu wanasema hosana hosana. Wanapiga tu kelele pale hosana hosana. Ndio watu wanakuja kusema kwamba wewe mkubwa. Ambia watu wako wanatupigia kelele. Wanapiga kelele waambie wanyamaze. Mungu aliwaambia vipi? Yesu aliwaambia vipi? Nawaambia hawa hata nikwambia wanyamaza sasa hivi, hata wakinyamaza miti na mawe yatanipigia kelele, yatanipiga shangwe na fikiri. So chukua hii nafasi. Miti isipige kelele, isipigie Mungu shangwe na vigeregere. As well padu uko napumua na uhai, unapanga maisha yako, unapanga kesho unataka kununua APCD, nunue shamba ni jenge. You don't know kama utafikia kesho. You don't want to be honest with God. Utaki kumpenda Mungu. I tell you, I want to tell you for free. I don't know. I don't know what I don't know. I want to tell you one thing. Hey.
Hauwezi ukajua ya kesho ni vipi. You never know about tomorrow. Hautajua ya kesho atakuwa vipi. What will happen tomorrow? Hautajua kabisa kamwe. But my big question is, why can't you request this God? Baby, utapata katika hali ngumu. Sasa tena unaweza kusema, oh pastor, hello, so that's the moment. Unakumbuka nilikuwa namba ya pastor fulani, nilikuwa na namba ya pastor John Mekenya, nilikuwa na namba ya pastor nani. Sasa tena unaweza kukumbuka kwamba ni pastors, nilikuwa na pastor nani. Unaweza kuscroll, oh pastor, you know pastor hero, I have a problem, remember me in prayer. Mimi kai pastor, I will tell you more siku zingine ukumbuka kwamba pastors tuko kuna shida na unatukumbuka. If mimi nikuwe pastor mchungaji, haunipigie simu wakati uko sawa, unaweza kunisalimia useme pana Yesu asifiwe, Mungu ameniwezesha leo niko mzima, haleluya. Tukiwa na shida, sasa mimi nataka kukumbuka namba za pastors uko nayo. Hello pastor. Kupata kumteja. Mapasta wote tunahakikisha umewapigia. Niweke kwa maombi. Bibi yangu ni mgonjwa. Papa yangu ni mgonjwa. Mama yangu ni mgonjwa, mzee wangu ni mgonjwa. Mtoto wangu anagonjeka, Mungu. Pasta niweke kwa maombi tafadhali niombe. Pasta nini? Niko kwa shida, nimefukuzwa kutoka ndoa yangu. Mzee wangu anidhamini tena. Nimepata na shida. Nimepata na mzipa, pasta niombe. Sasa siku zingine ukiwa sawa, imekuwa wapi mtu wangu? Don't you see you are disturbing these pastors? Ukiwa na nguvu, ukiwa salama, ukiwa sawa, you don't want to call God. Akili zako na fikira zako umeka vitu zingine. Usiku hulalangi. Unataka kumshukuru Mwenyezi Mungu. Unafikiria kwamba atatenga ghorofa fulani, atanunua gari fulani, atafanya BCD, atasomesha watoto aje, atapata pesa aje, unapanga plani za kesho. You don't want to go to God. Just God, unataka kumkumbuka Mungu. But ukiwa na shida, that's the moment. Mimi omba sana sikue Mungu. Kwa upiga viboko, naomba sana sikue pastor. You just call me. Sometimes that's why I like some pastors. They are very strict. Akina nganga hata mkisema kama mnganga mbona hatusi washirika. I love the way he is. I love this pastor how he is. How he behaves. I love it. Atakangi mchezo. Nikitika koo, nikikoo itika. I met him in a certain way. And napara asa kusema, yani, chano, uko sawa, uko mzima, unakula vyema, yani uko sawa, you have everything. You don't want to remember God. You don't want to remember Mungu. Hata kusema Mungu ni asante siku ya leo. Hautaki, hauthamini tena. Listen to me. Ukiwa na shida sasa unakumbuka hata pastors wako. Unakumbuka washirika. Ushuhuda sasa pale kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nilipata na shida tafadhali. Mama yangu ni mgonjwa nyumbani, niko kwa hospitali. Tafadhali naomba pastor mnikumbuke kwa maombi. Mimi usiwe pastor. Mimi watu wengine tuwapiga vipoko kutoka kanisani, kutoka kwa madhabahu. Wakati mama yako kumzima, si mgonjwa, yani uyaelewele. Hakuna siku tusimame mbele tuseme Mungu amenisaidia leo, niko sawa, niko mzima. Lakini sasa ukiwa na shida, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Nilipata na shida, mama yangu ni mgonjwa, mzee wangu ni mgonjwa, mtoto wangu ni mgonjwa. Ninaomba mweze mnikumbuke kwa maombi, mniombe, Mungu akaanze kusaidia. For what? Sometimes omba sana tuwe pastor. I will ask you questions. I have to ask you. Nitakutoa kule mbele ni vibaya sana. Ukiwa sawa. Sometimes pastors, let us don't be lenient. Msio mnakubalia vitu kama hizo, mchezo kama hiyo pale kanisani. Kuachana kabisa, ambia mtu kweli. Mwambie tell them the truth. Anza kupembelea sasa, wacha wakienda, wacha waende. Mnatabakia ni huyo ni wa Mungu. Umati hatutaki umati. We need only one person, but ambaye anamtukuza Mwenyezi Mungu. Because the Bible says, the Lord is a spirit. Mungu ni roho. Anatafuta wanaomwabudu katika roho na ukweli. Just ask yourself,
Are you worshiping the Lord in the truth and the spirit? Nisiongea sana, linki niko shapatia na pale. Sitaki kuzungumza sana. Linki iko pale. Karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Sometimes inabidi tuongee tu hivyo. Turekebishane vizuri. One on one. One on one, turekebishane. Sawa, neno la siku liko pale. Kama uko na salamu, kama uko na nyimbo, karibu sana ndani ya nyumba. Kama uko na nyimbo, linki iko pale, tafadhali ingia hapa ndani. Tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na tuache mchezo. Let us tuache mchezo. Kiwa kwa shida, si ndio wakati wa kuweza kukumbuka Mungu. Na sasa leo unajua nimepata na mzipa, nimepata na ugonjwa, sina pili, sina nini, sina food. Yeah? When you have everything, when you are healthy. I don't know why mbona nafiri kusisitiza hii na nazungumza ikiwa na hasira fulani. If it is you are doing that, jua kwamba Mungu amekasirika. God needs you. Revive yourself. Revive yourself. Come back. Repent. Tell God I'm here. Sikuwa najua kwamba hivi ndivyo ilivyo. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote. Hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote. Hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu, waweza yote. Hakuna Mungu kama wewe. Mungu mkuu, Mungu mkuu, waweza yote. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Mungu mkuu, uishe milele. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Unafanya mambo makuu binadamu hayatafanya. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Yes. Hamna Mungu kama Mungu wetu mbinguni. I don't know what niteke anga. Tuteke anga katika asubuhi hii. I tell you. From the book of kitabu cha John 15:7, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and I will be done for you. If you abide in me, mkiwa ndani yangu nami nikae ndani yenu, si mimi na si wewe. Ukikaa ndani yake ya Yesu na yeye akae ndani yetu, unaona, ask whatever you wish. Itisha kitu chochote ambacho ungependa and it will be done for you, na itafanyika, itatendeka kwako, asema Mungu. Thank you very much. May barikiwa. Thank you. Be blessed, you too, my brother. AOG TV. I appreciate for that. May God bless you so much. I want to tell you one thing. Nishapati, wacha tupatane linki hapa. Watu wakuja hapa tufanye ABCD.
May TV nataka kuja hapa tume pamoja. Mimi I don't know what has planned for me, because mbona ambao Mungu amenitoa, mbona ambapo amenifikisha, na mbona ambapo ananipeleka ni mahali mbali sana. Where he has brought me from, pale nyuma, mbona ambapo ameshanitoa, nakwambia ni Mungu tu. If I just fresh back, mbona ambapo Mungu ashaniondoa, aibu ambayo ashanitolea, mbona ambapo Mungu ashakutoa, mtu wangu ungekuwa pale kitandani kulala sasa hivi. So the next minute nikiweka hapa next worship, the next minute I want us to kuteka anga. Teka anga katika familia yako, teka anga katika kazi yako, teka anga katika wazazi wako, teka anga katika kazi yako, teka anga katika mawazo yako, teka anga katika mafanikio yako, teka anga katika plans zako. I tell you, your plans without God, your plans without Jesus Christ ukomeweka ndani, to never succeed. I'm not cursing, but I'm telling you the truth. If you want to put God first in whatever what you are doing, in every moment, in every time, that you recognize God. Watu wamekimbilia uganga, wamekimbilia washirikina. I don't know what kind of akili you use kukimbilia mtu mwingine kukusaidia. That you want to rely on a certain person who is like you, somebody who is anakula kama wewe, anaishi njaa kama wewe. Ndio nataka kumwambia hata anakusaidia. For what purpose? Ask God. Pray. Tell God, I'm your son. I'm yours. You created me. You know my ways. You know me. God, hold me a hand. I need your favor. Praise the Lord. I must speak it this morning. Tuambiane ukweli. Tuwache mchezo bana. Wacheni mchezo. Praise the Lord. Praise the Lord. This God, he will never, he hears everybody. He hears you. He has good plans for you. Tuapana kuteka anga wana Kisi Hot TV. I tell you, God will never leave you the same, the way you are. But if you recognize this God in every moment, whatever what you do, waza kulala pale kukimbia katika ushirikina, kwa mganga akusaidie, una rely on somebody, mganga ambaye anakula kama wewe, anaishi njaa kama wewe, sometimes akula mtaji kama wewe, ndio unamwambia tafadhali nisaidie daktari. For what purpose? You people, this is the end time. This is the end time. Just know that God needs you. Stay in the Lord. Kaini ndani yake. Maandiko yanasema kwamba, kitabu inasema kwamba, from the book of John, from the book of John 15:7, it says, if you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Ask whatever you wish. Anything that you wish God to give it unto you. Anything that you wish God to do it for you. Anything that you wish God to expand it for you. That anything you wish God to deliver it for you. Just abide in Him, and allow Him to abide in you. Acha ukaanza muishi ndani yako Mungu, na Mungu ataishi ndani yako. Nakwambia every great things will happen in your life. Bless the Lord. So in the next minute, tunaenda kuteka anga. Tunaenda kuteka anga this morning. Tunaenda kuteka anga. Tunapoenda kuteka anga asubuhi hii ya leo. Anga tunayoteka nile. Tunataka kuteka anga. Anga ya magonjwa, anga ya ushirikina, anga ya uadui, anga ya usherati, anga ya kila aina ya magonjwa, anga ya kila aina ya zote za mwovu shetani. Tunataka kuiteka sasa. Tuachie anga yako Mwenyezi Mungu kaweze kutuongoza kwa kila jambo. Wewe kama una shida, wewe kama unajiona uko sawa, don't pray. Just be like that. Don't pray. Relax.
wastahili yewe Bwana, wastahili yewe Bwana, wastahili yewe Bwana, kupokea utukufu. Wastahili yewe Bwana, wastahili yewe Bwana, wastahili yewe Bwana, kupokea Yes, Mungu anastahili kupokea sifa utukufu. Mungu anaishi juu mbinguni, anakufahamu, nikufahamu zaidi Bwana, nikuishie milele Bwana, nikufahamu zaidi Bwana, nikuishie milele Bwana. So nataka tuteke anga. Wewe ndio unajua anga unayotaka kuiteka katika familia yako, katika ndoa yako. What do you want God to do for you? What do you want God to do for you in this morning? Nataka kupatia nafasi nzuri sana to call upon the presence of the Lord and to tell God to fight for you. That whatever that you do, it is only God who can do it. Nataka kuingia pale katika kutoka anga. So I want you to join me in the prayers. The first prayer item is to pray for your family. Is to pray for your family. You and your family. Jiombe wewe na familia yako. Tumeanza katika sasa maombi. Katika kuteka anga asubuhi hii leo. Chukua nafasi yako. Anza katika jina la Yesu Kristo. Tunataka kuombea item number 1. Ni kuombea familia yako. Na jiombe wewe mwenyewe. Haujui kama ni nini Mungu anakupangia siku ya leo. Haujui ni nini kinakupata katika siku the next minute. Mtakatifu, shemilele Bwana. Pokea sifa tukufu na mamlaka asubuhi hii leo Bwana. Asante kwa kibali cha uhai. Asante kwa sababu hii Bwana. Asante kwa sababu hii leo Bwana. Ninaomba neema na fadhili kutoka kwako Mtakatifu. Asante kwa maana shetani wa Mungu Bwana. Asante kwa kibali hiki Bwana Mtakatifu. Asante kwa sababu asubuhi hii leo Bwana. Bwana anajiombea mwenyewe. Naombea Mungu anajiombea na chikabidi mbele zako. Ninaomba msamaha popote ambapo nimekukosa Bwana. Popote nimenena kinyume na mapenzi yako Mtakatifu. Ninaomba msamaha Bwana. Bwana ninaomba kwa kuniongoza. Naomba familia yangu Bwana. Popote ambapo familia yangu imekukosea niombe msamaha Bwana. Katika jina la Yesu Kristo. Naomba damu yako iweze kuzingira familia yangu. Katika jina la Yesu Kristo. Katika mambo makubwa Bwana. Jema familia yangu. Kwamba unajua mahitaji yetu. Unatoa mambo tunapotoka na kuingia Bwana. Tunahitaji Bwana ukatuongoze. Maana wewe ni Mungu mkuu. Damu yako iweze kutuzingira katika jina la Yesu Kristo. Tunajiombea siku hii ya leo.
Bwana, naomba mimi na familia yangu kutuongoze katika jina la Yesu Kristo. Tena shana miujiza katika jina la Yesu Kristo na kuamini. Amen and amen. Tunaingia item number 3. Najua kama umeshaombea familia yako, umeshaombea wewe mwenyewe. Today we want to be in a different way because nimepatana liki pale watu wataki kuingia ndani. So let me give you a work to do. Thank you my brother. Amen. Hey, ultimately, God bless you so much. The next minute, I want to pray for. I want to pray for your plans. Kuna also plans ambazo ushapanga. Kama binadamu yote yule, hakuna mtu yote hana plans. Unless tu mwenda wazimu, mtu amepungukiwa na akili. Waweza kuwa na plans za kesho. Lakini kama kuna plans zako za kesho, naomba uanze kuziombea. Naomba uanze kuombea plans zako, mahitaji yako katika asubuhi ya leo. In Jesus name. Bwana mtakatifu, chukua nafasi yako sasa, chukua nafasi yako, anza kuombea hitaji lako, anza kuombea mipango yako ambayo ushaipanga. Mtakatifu Yesu milele, pokea sifa katika asubuhi ya leo Bwana. Tena narejea mbele zako Bwana, nitakuwa msamaha. Mtakatifu Yesu milele, ninaombea Mungu, najiombea mwenyewe. Kuna wewe mipango ambayo nishajipangia mwenyewe. Mungu wangu sitaweza bila wewe. Mungu nakuweka uwe mstari wa kwanza, mstari wa mbele ni Mungu wangu Yesu milele. Bwana ukashike mkono kaniongoze. Mungu wangu aweze kuniongoza kwa kila jambo katika jina la Yesu Kristo Mungu wangu. Hizi mipango ambayo niko nayo Bwana, sitaweza bila wewe. Mungu wangu nishike mkono. Natoke mmoja kwa mipango yake Bwana. Kwamba kama uko na mipango, kama uko na plans ambazo ushapanga, omba Mungu aweze kukusaidia. Na mipango ambayo ushapanga, Mungu ako na mipango mema kwako. Ambia Mungu aweze kukusaidia. Ambia Mungu aweze kukushika mkono. Ambia Mungu aweze kukuongoza katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu katika asubuhi ya leo, ninataka anga jua mipango ambayo ushapanga. Mungu wangu naona wewe unajua. Naifahamu vizuri Mungu. Sitaweza bila wewe. Ninaomba fadhili na neema kutoka kwako. Kaniongoze katika ile mpango ambao ushapanga. Mungu wangu ashike mkono Bwana. Sitaweza bila wewe. Kanifungulie macho Bwana. Kaniondoe kila mikosi, kila rahana, kila magonjwa ambayo itakuja kinyume ya kuweza kuzambaratisha na kuharibu kila mipango mbaya. Ninakataa katika jina la Yesu Kristo. Naachia damu yako juu ya ile mpango mzuri ambao nishaipanga Mungu wangu juu ya maisha yangu. Ninapoanza Bwana, kaniongoze, kafungue dirisha na milango katika jina la Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Amen and amen. Na wasema amen. Praise the Lord. Kwamba huu ndio naamka. Sijafunga macho hata. Anasema kwamba couldn't make me present. I'm here feeling blessed. Thank you very much. Anaitwa nani? Wambuhu. Team comments, hey all. Thank you very much. But the Lord God give me strength. 43 pata saa 12 alfajiri, tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka 2021. Shukuru sana Mungu kwa pamoja na sisi. I want to tell you one thing. Tukatika morning glory. Mambo. Team comment wote. We are here. Tutaka kuteka anga sasa. Nimepatana link, watu wazengia hapa. Watu wamekwama. Watu wamegoma. I want to tell you one thing. Sasa nataka tupeleke rieng sasa. Tutaka kuteka anga sasa ya magonjwa. Kataa kila miroho ya magonjwa. Juu ya familia yako, juu ya nani? Juu ya familia yako, juu ya mashako. Juu ya marafiki zako. Teka anga, kataa kila miroho ya magonjwa. Ikimaliza kuimba hii worship tuingia katika prayer. Tunakataa, tunajiombea marafiki zetu. Tunajiombea wewe, kataa kila aina ya magonjwa. Kila miroho ya magonjwa. Unataka kuna magonjwa moja yanarani, unatumiwa na maadui zako. Kuna magonjwa ambao watu nakutumia ili ukagonjeke, usije ukaendelea. Ukatumia pesa zako pale hospitali na kuambia mtu wangu. Asubuhi hii ya leo, nataka ukataa hizo roho katika jina la Yesu Kristo. Kajiombee, kataa magonjwa. Sema Mungu utaishi.
Mtetezi wangu Yesu anaishi leo, mtetezi wangu yu hai. Mtetezi wangu Yesu anaishi leo, mtetezi wangu yu hai. Nikienda kwa wanyama anaita simba wa Yuda, mtetezi wangu yu hai. Mtetezi, mtetezi, mtetezi wangu yu hai. Mtetezi wako yu hai, anakutetea kutokana na magonjwa, katika hali mbaya, katika kila miroho. Praise the Lord. So nataka uchukue wakati kwa dakika moja tukaweze kuomba Mungu na kukataa kila miroho ya magonjwa, kila maadui, kila mpango wa shetani ya kuleta magonjwa pale kwenda hospitali kuweza kutumia pesa, katika jina la Yesu Kristo. Mtakatifu shejo mbinguni, Bwana, tunakuja tena mbele zako asubuhi hii. Tunatukuza jina lako kwa maana wewe ni Mungu mkuu. Asante kwa sababu ya siku hii ya leo. Asante kwa sababu ya siku hii ya leo Bwana. Tunajiombea afya njema. Tunajitamkia afya njema. Jitamkia afya njema wewe mtazamaji wa Kisi Hot TV. Sema jitamkia afya njema. Sema Mungu nitaishi. Mungu nitakuwa na afya. Mungu nitakuwa naishi. Nitakuwa na afya njema katika jina la Yesu Kristo. Mungu nitakuwa na afya. Nitaishi. Nitakuwa kama wewe ni mtetezi wangu. Unanitetea hivi Mungu. Unaishi leo Bwana. Nitaishi katika jina la Yesu Kristo. Bwana tunanena baraka. Bwana tunanena miri na tunanena uzima. Bwana tunanena afya njema katika jina la Yesu Kristo. Kila miroho ya kuleta magonjwa, kila miroho ya kuangamiza katika jina la Yesu Kristo ninakataa katika jina la Yesu Kristo. Bwana ushindi mbinguni, pokea sifa zako asubuhi hii ya leo. Bwana acha nguvu zako juu ya familia yangu. Tutaishi leo, tutaishi milele na milele katika jina la Yesu Kristo. Na tuvusha kutokana na magonjwa ya shetani, magonjwa ya kulaaniwa katika jina la Yesu Kristo. Ugonjwa wa corona unatuepusha katika jina la Yesu. Ugonjwa wa malaria unatuepusha, ugonjwa wa ukimwi unatuepusha katika jina la Yesu Kristo. Mungu mkuu, acha damu yako juu mshetu. Nasema amen. Sema amen. We thank you, Jesus. 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 Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. It is the morning glory. Tunataka anga. Tuko na neno la siku pale kutoka kitabu cha John 15:7. 15:7. The Bible says, abide in me, and my words abide in you. Ask whatever you wish, and I will be done for you. The next prayer item, link nishapatia pale, ndio mtu akiingia. Kama uko na wimbo, kama uko na nyimbo, kama uko na neno la siku, kama uko na mahubiri pale, kama uko na neno la kuhimiza, kama una kitu cha kuzungumza, link iko pale tafadhali. Na kuachilia ile link tafadhali mtu wangu. Karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Kuja hiyo link, kuja hapa ndani tushie mambo mawili matatu. Prayer item number 3, kitu kingine tunaweza kwenda tunataka tuombe premature death. Tukatae premature death. Kila premature death ila kukufa. Unajua kwa mtu unakufa. Mtu unajua miaka ya kuishi katika ulimwengu ni 70. Lakini sasa mtu anakufa bado, yani kijana mdogo ashakufa. Premature death tunaikataa. Kila ajali barabarani tunataka kuzikataa katika jina la Yesu Kristo. Unajua hata wewe unasafiringe na gari, unatembeanga na gari. Tunakataa kila miroho ya ajali katika jina la Yesu Kristo. Tunafunga sasa hivi asubuhi tukikataa kupitia kwa damu ya Yesu Kristo.
hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Karibu sana. Tuingia prayer item number 4. Tunataka kuombea premature death. Kataa premature death. Kukufa mapema kama hujakomaa, ukiwa ngali mtoto mdogo, katika hazari barabarani, tunakataa. So sema kwamba hakuna Mungu kama wewe. Mungu shie Mungu, wewe Mungu wangu. Mungu ushie tu mbinguni. Tena tunakuja kwako Bwana mtakatifu. Wakati huu Bwana tunasema ni asante. Asante kwa kibali cha uhai. Asante kwa siku hii ya leo Bwana. Asante kwa nafasi hii Bwana. Kila mmoja achukue nafasi yake kaanze kuchiombea. Kataa kila miroho ya premature death. Kataa kila miroho ya ajali barabarani. Kila ajali tukataa katika jina la Yesu Kristo. Ombea familia yako isipatwe na ajali. Chiombea wewe mwenyewe, kataa katika jina la Yesu Kristo. Kataa katika jina la Yesu. Kila miroho ya ajali, kila premature death, tunakataa Mungu wangu katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi hii ya leo Bwana, tunakataa kila miroho, kila maajali barabarani. Tunaposafiri Bwana, hatutapata na ajali, kumwaga damu pale barabarani na madevil worshiper. Hatutapata katika Illuminati, hawatatupata kutupatia sacrifice, hawatatupata. Tufunike na damu yako Bwana katika jina la Yesu Kristo. Kila mmoja akachiombe, kila mmoja akachiombe. Itisha damu ya Yesu ikakufunike kutokana na miroho, katika miroho ya shetani, katika kila mpango wa shetani, katika Illuminati, katika madevil worshiper, katika kila waganga, katika kila ushirikina. Tufunike na damu ya Yesu katika jina la Yesu Kristo. Katika asubuhi hii ya leo tunakataa na kuharibu, tunasambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Bwana pokea sifa zako, Bwana pokea sifa zako Bwana asubuhi hii ya leo Bwana. Tena mambo makubwa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Bwana tunakataa kila premature death. Bwana ninakataa premature death katika maisha yangu Bwana. Tutaishi na kutazama utukufu wako. Nitaishi na kutazama utukufu wako. Nitaishi na kutazama uzuri wako Bwana. Na nitukuza jina lako milele na milele katika jina la Yesu Kristo. Ninakataa kila miroho ya ajali. Bwana nifunike na damu yako. Ninaposafiri barabarani, kutumia kwa gari, pikipiki Bwana, kila aina Bwana, nahitaji damu yako katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu utanifunika na damu yako iliyomwagika juu ya msalaba. Utaniongoza kwa kila jambo katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu mimi ni mtoto wako Bwana, usiniache kamwe. Niongoze kwa kila jambo katika jina la Yesu Kristo. Tuombe na kuamini. Watu waseme amen. Sema amen hapo na wewe. Kama umemaliza kuomba sema amen. Amen. Nancy Mora anasema kwamba hakuna Mungu kama wewe, Yahweh. Amen. Amen. Asante sana my dear sister Nancy Mora. Indeed God is good and it's wonderful. So niko pale. Wambuhu anasema amen. Asante sana my dear sister. Anasema kwamba amen, nashukuru sana. May God bless you so much. So in the next minute na kuachilia linki hapo. Rausha watu wawili watatu marafiki zako, wasalimie, waambie karibu sana ndani. Kama uko na nyimbo karibu sana, kama uko na wimbo karibu sana, kama uko na neno, kama uko na mahubiri karibu sana. Linki ndio nataka kukupatia hapo. Karibu sana, nafasi ni yako, usiokope. Karibu sana tuweze kusukuma mbele pamoja. Nakuambia kwamba karibu sana. Msije mkasema kwamba mimi na sitaki kukupatia nafasi. I can do it. Hata kama ni the whole day, mimi naomba. Nazaimba, I can do everything. The whole day, sasa nikichoka, I can praise the Lord. Mimi siku zingine nasemanga, kama nikukufa, aje nikufie tu, ni kama ninaimba, kama nichoka pale nje nimalizie pale kiwa kama namtukuza Mwenyezi Mungu. Pale tu. Sichoki. Lakini sitaki mseme kwamba najipatia nafasi mwenyewe na wanyima nafasi. Nimewapatia nafasi. Sasa ni saa 12:55.
Ikiwanga saa moja, kama kuna mtu anaingia, sitakuwa hata watu wakuja, sitakuwa naweka. I want to praise the Lord. This time nishawapatia. Hii ni time yenu. Karibu sana kwa studio. Omba, imba, hubiri, himiza watu. Nafasi ndio hiyo. Wewe uketie juu ya vyote, sifa hizi zifike kitini mwako. Wimbo huu ukawe manukato. Wewe uketie juu ya vyote, sifa hizi zifike kitini mwako. Wimbo huu ukawe manukato. Wewe ni iko ambaye ni yuko milele iliyopita na milele ijayo. Sioni cha kuisimisha moyo wangu badala ya kukuabudu na kusifu. Wewe uketie juu ya vyote, sifa hizi zifike kitini kwako. Wimbo huu ukawe manukato. Wambuhu, ningependa kujoin life part. Mahali niko kelele iko mingi sana, please. Pole sana my dear sister. Najua pole sana. Pole sana, pole sana. So if you would like to wish to share ABCD, Wambuhu, unaweza tupatia maandiko pale katika timu comment. Andika maandiko pale, nitasoma. Yatimiza mtu, yatasaidia mtu mmoja baada ya mwingine. Yes. Naomba tu ile familia ile ambao walipoteza watu wao pale katika game, gari ya mafuta ilipata ajali ya petroleum na wakachomeka moto, wakaanza kuungua na wakafa. Familia yao naombea tu amani na Mungu aweze kuwasaidia. Ila tu naombea watu wangu, tafadhali hakikisha kwamba hiyo gari ya mafuta mahali popote imeanguka, tafadhali usikaripie pale. Kama ni kusaidia wale ambao walikuwa pale, nani wasaidie, na kisha ondoka mbio sana. Toroka mbali sana, toroka mbali sana. Yes. Toroka mbali sana. Okay. Neno la siku from the book of John 15:7. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and I will be done it for you. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu, ombeni mtakalo na mtapewa. Kaeni ndani yangu na from the book of John 15:7. Hakuna usiloweza. Hakuna usiloweza. Hakuna usiloweza. Wewe ni Mungu wa kuabudiwa. Wewe ni Mungu, kuna kama wewe. Uliwafusha wana Israeli. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Anaitwa Patrick Mshini kutoka Central Kenya, ninawakilisha pale. Hi guys.
Wambuhu uko huku mapema. Yes, amekuwa hapa tangia usiku, tumekuwa na yeye. In fact, ameenda amelala, ameniacha nimekaa tu hapa hivi. Wambuhu, unajua kwamba mimi sijafunga macho hata. Ulienda ukalala ukaniacha tu nimeshinda hapa. Hivi tu ndio nimeshinda. Tena niko papa hapa. Karibu sana. Patrick anasema kwamba Wambuhu huko hapa mapema. Patrick anasema kwamba Mora, do you remember me? So Mora, do you remember Patrick Mshiri? Patrick Mshiri, group members Kisi Hot TV. Kurutu and everyone in. Jambo sana. Patrick Mshiri, thank you very much. Karibu sana. Tuko katika kuteka anga na kutakia mikozi na kila miroho ya shetani. Imegonga tu ni saa 1 kamili Afrika Mashariki alfajiri. Saa ni alfajiri Afrika Mashariki saa 1. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu, tarehe 19 mwezi ni wa 7 mwaka 2021. I thank God for this day. I thank God for this moment. I really appreciate for you guys. So Patrick Mshiri, kuna nini nimeweka hapo na kungoja hapa uweze kushare na sisi neno 1, 2, 3 kabla ya kumaliza. Kabla ya kuweza kuondoka hapa ndani, nataka kuwakaribisha hapa ndani tuweze kushiriki kwa neno la Mwenyezi Mungu. Wambuhu ananiambia kwamba Hebrews 11 somo 1 mpaka 6 ikaweza kubariki. Sasa hayo maandiko unaenda kusoma katika kitabu cha Hebrews Hebrews 11 1 mpaka 6 ni kutoka kwake Wambuhu. Patrick Mshiri, link iko pale, karibu sana ndani. Okay. Pole sana. Okay. Nivo. Pole sana. So from the book of Hebrews, Hebrews 11 mstari wa kwanza mpaka wa 6, the Bible says, hiyo ni kutoka kwake Wambuhu Jamshed Wambuhu nasema kwa from the book of Hebrews 11 1 to 6, the Bible says, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Okay, by faith we understand that the words were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made, or things which are visible. By faith Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and through it he being dead still speaks. By faith Enoch was taken away so that he did not see death, and was not found, because God had taken him. For before he was taken, he had this testimony that he pleased God. 6. But without faith it is impossible to please him. For he who becomes to God must believe that he is, and he is a rewarder
of those who diligently seek him. Here faith must work. Faith. Kwa imani tutamwona Bwana, kwa imani tutakanyaga, kwa imani tutakanyaga makao mapya ya milele. Kwa imani tutamwona Bwana, kwa imani tutakanyaga, kwa imani tutatembea makao mapya ya milele. Kwa imani ya Abeli alimtolea Mungu dhabihu iliyotema. Kwa imani ya Abeli alimtolea Mungu makao mapya ya milele. Kwa imani tutamwona Bwana, kwa imani tutakanyaga, kwa imani tutakanyaga makao mapya ya milele. Kwa imani tutamwona Bwana. So imani, kwa imani yako utamwona Bwana. Kwa imani yako kwa imani yako tutatembea, tutaona ile uzima wa milele. Faith. If you want to see God, if you want to experience the power of God, you must have faith, according to the book of Hebrews. Because faith, it is what not be seen. Faith is what that you hope for. Praise the Lord. Thank you very much, Wambuhu, for the next wonderful name, word from the God. Anaitwa Wambuhu, anasema kwamba at Patrick nilifika mapema sana, asante sana. AOG TV anasema kwamba following, thank you very much. Patrick Mushiri anasema kwamba naona hata AOG, thank you very much. Ni saa 1:07 Afrika Mashariki alfajiri. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kibali na neema na fadhili zake. Mshukuru Mungu kwa maana neema na fadhili zake ni za milele. Praise the Lord. Wambuhu anasema kwamba it is all about faith and we shall win all demonic battles in the name of Jesus Christ. Amen. It's all about faith. Tutashinda vita ni kwa imani. Tutashinda vita na maovu yake shetani. Kwa imani tutashinda maovu. Ni kwa imani tutashinda majaribu yake shetani. Ukiwa na imani utashinda vita za shetani, vita za magonjwa. Praise the Lord. You know, people do say that vita gani hizi sasa? What kind of vita? Kuna vita Mungu anakupigania. Mwenzangu sipigani mwenyewe, ninapiganiwa na Papa. Patrick Mashiri, we feel at home. Hii kurutu ni kukosa maneno. Yes, akutukosa maneno tukiwa kwa Mwenyezi Mungu. We don't lack. Mungu wetu hakosi. Mungu wetu hakosi. Ukiwa na neno kidogo, ukileta kutoka Saidi Wambuhu akileta yake, Patrick ukileta yako, Nancy Mura akileta yake, mimi nikileta yangu, tukijumuisha wote pamoja, AOG TV akileta yake, tukijumuisha wote pamoja, itakuwa ni neno la himizo, neno la kumtukuza Mwenyezi Mungu. Praise the Lord. So whatever what you do, you must have faith. But usisahau neno la siku. Tulikuwa nataka katika kitabu cha John 15 verse 7. The Bible says, if you abide in me
and my words abide in you. Ask whatever you wish, and I will be done for you. Praise the Lord. Yesu apewe sifa. You can ask anything from God. You can ask God to do it for you. But if you abide in Him and He abides in you, you can ask whatever what you wish, what you want, and God will surely deliver it to you. Praise the Lord. Amen. Amen and amen. I want to appreciate for God what He has done for us. He has done so much for me that I will not tell it all. He has done so much for me that I will not tell it all. If I had 1,000 tongues, it won't be still enough to tell it all. What shall I render to Jehovah? For He has done so very much for me. Just praise the Lord in every moment. Omba tu Mungu. Kuwa na imani. Tukuza Mwenyezi Mungu. Ambia Mungu nakuhitaji ukanishike mkono. Haijalishi kwamba yale ambayo unayopitia. Kumbuka Mungu kila wakati. Kumbuka kwamba Mungu yeye anapatia maisha. Mungu yeye ndiye anaishi hivi leo. Mtetezi wako yushi. Anapumua, anaishi hivi leo. Mungu anakutendea. Mungu akakubariki sana ewe mpenzi mtazamaji. Nashukuru sana kwa kuweza kuungana pamoja na sisi, na mimi hapa tangia siku asubuhi. Wambua anasema kwamba I appreciate God for the gift of life to me. Thank you. Yes. You have to appreciate. Not all wamefika siku hii ya leo. Wengine walikuwa na pesa, billions of money. Walikuwa na pesa hata wangenunua maisha. Walikuwa na pesa. Walikuwa na mipango mikubwa sana. Lakini hawajafika hii siku. Labda wako hospitali, umepeleka pale hospitali, lakini umejipata mzima, unanitazama. Take time uweze kumshukuru tu Mwenyezi Mungu. Thank God. Shukuru Mungu. Mwambie wewe ni mkuu Bwana. Asante kwa siku hii. Asante kwa kibali cha uhai. Haya basi. Kama mna mtu anaingia na kuna mtu anaandika comment pale, acha nishukuru kwa kuweza kuungana na mimi hapa. Nimeshukuru sana. Mungu amekuwa mtakatifu. Mungu ametuwezesha tangia tuanze mwendo wa saa 11. Mungu amesimama pamoja na sisi. Mungu ametuonyesha njia zake, ametuhifadhi, ametufunza neno baada nyingine. Tumeka katika maombi pale, tumeteka anga, tumekataa kila miroho ya ajali, ya devil worshiper, tumekataa kila aina ya miroho mbaya. Tumeteka anga, tumeachilia nguvu zake Mwenyezi Mungu zikatuongoze hii wiki tunapoanza siku hii ya leo. Wacha Mungu Mwenyezi Mungu asikuwa pamoja na nyinyi. Kawaongoze, kawahifadhi, kawashike mkono, asikuachilie kamwe. Mungu asiwaache kamwe. Na wanenea baraka na nguvu, na wanenea utukufu, na wanenea mambo makubwa, na wanenea Mungu akaanza kufungua dirisha na milango katika jina la Yesu Kristo. Wacha Mungu akatenda makuu yale ambayo binadamu hawezi kuyatenda. Bwana akapokea sifa zake na akabidiwa milele. Na katika jina la Yesu Kristo. Amen. So kama unalikuwa unatazama, nashukuru sana. May God bless you so much. May God bless you so much, my good people. Thank you for joining at Kisi Hot TV. Matana mwendo wa jioni leo pepa leo jioni hapa Kisi Hot TV tukiwa nayo katika safari ya ushuhuda, Pius. Wacha nikuleta hapa. Eko sorry msikufunga. Wacha nikuleta hapa. Yes, Pius. Praise the Lord. Unmute your mic. Yes, how are you all? How are you? Kukurun kundu. How are you? My brother. Mimi niko salama na mshukuru Mwenyezi Mungu. Naam.
for the life and, for energies, that He's given me. Yes. And also an opportunity to be around you guys. I really salute you all. Yani nawaamsha wote wa Kenya, wote kutoka sehemu zote za Kenya, And this radio spreading, I was just talking to another sister over here another day, and she was saying to me, oh, that she loved this TV, and I was telling her, actually they have a lot of yani mko na vipindi nyingi mnaletaga mzuri sana, vipindi mzuri sana, lakini pengine itabidi mzirudie, yani muda ukiendelea, msiseme tumeziwatch zote juu zingine zinakujanga, yani tuko busy, yani unataka kuwatch, unataka kusikiza, lakini zinakupita tu. Vipindi zingine mzuri sana kama hii ya Talanta na zingineko ziko mingi zinakuja huku. And she was saying to me she liked this TV, So continue to work hard, continue to, to enlarge these territories. We ask God also to bless your TV. And I also take this opportunity, the opportunity this morning, to wish condolences, to those who have lost their beloved ones. Yani, is that in Kisii or Baringo? Yes. Yani, kwa Wakisii wote yani juu ilikuwa ni game hapo mali hiyo petrol ambapo ilikuwa yani juu kila mmoja akiumia, yani mtu mmoja akiumia, we are human, tunaumia zote. So I really want to send my condolences to the entire family, to the constituency, and to the entire Kenya. The entire Kenya is mourning, and the whole world is mourning for that. But it's not the best time to make corrections. But hata kama uko na shida gani, na wasihi, mafuta taa ama petroli sio rafiki ya binadamu, na tumeona mengi Kenya, mambo mengine tumeyashuhudia, mwaka, yani haipiti mwaka mmoja maybe, mwaka kutoka mwaka. So I just kindly, with a loving, with a caring heart, na wasihi, hata kama uko na tabu gani, hata kama haukukula jana, yani usiwahi kukimbilia hizo lori, yani hiyo kama ni ya mafuta, hizi zingine sisemi ni vizuri, lakini kama ni unga unaweza enda kula, na hata kama hata unga lazima usome the expiring date, because we can poison ourselves with food. Lakini let us be careful yani tusirudie makosa zingine, vifo kama hizi zingine zinafanyikanga vibaya, tusirudie. Mafuta kaa bali nayo, iwezekanavyo kaa bali nayo, hata kukimbia kwenda kuona hiyo lori, na tufundishe watoto wetu. Sasa ni sisi tu wenye tumebaki, tufundishe watoto wetu. Sisi ndio walimu wa leo, yani tuwafundishe na tujifundishe wenyewe, yani ikuwe ni kama chorus, kama mantra: petroli ni baya, petroli ni baya, petroli ni baya. Hata kama watarudia mara 10, pengine itaweza kufika kwa akili zetu. Lakini above all, condolences. Na Mwenyezi Mungu awabariki mkiondoka, mkienda kazini mwenu, mwende na Mungu, because even those persons really, they were trying to help themselves, they never know that was their end. Yani unachomeka maisha kabisa, and I'm wondering, where is the humanity? I was looking at another video that is going viral here, I just saw it a while ago. This guy, he's a gunman. He went and chopped this guy, his hand, with an axe. I remove everything. This part of the hand, the wrist, is out, is away. And this guy is screaming here on the ground, on the ground, on the road, on the ground. Huyu jamaa akakuja na jiwe kubwa, akagoga huyu jamaa kwa kichwa na hiyo jiwe, na jamaa na gruma, yani ni kukufa tu, anakufa tu. Alafu akachukua bunduki yake, yani akamgoga kama 4 hapa kwa obrangata, nyuma ya kichwa yake kwa karibu hivi, bunduki 4. Yani nauliza, yani binadamu ni nini? Yani nini tumefanya? Yani tumepoteza ubinadamu wetu, yani ile kitu inaitwa utu.
you know. So as you go out there, yani, pray that God grant you humanity, a sense of humanity. Ukiona binadamu mwingine umuone kama binadamu, ni kitu ya muhimu sana. Mwenyezi Mungu awabariki, awarishe na akae nanyi leo, daima na milele. Thank you. Shikilia hapo, shikilia hapo Pius. Wambuhu anasema kwamba oh yes, Wambuhu kurukuntu, stay tuned, stay blessed, thank you very much. Jina ni ngumu, chapter what? Chapter la net Kavini watching from Dubai. Hallelujah. Amen, amen and amen. Wambuhu anasema kwamba Kavini welcome Kiss Hot TV. Chapter la net anasema kwamba thank you at Wambuhu, I'm humbled. Thank you very much my dear. Welcome to Kiss Hot TV at chapter what? Kavini, hiyo jina yako ni ngumu. Nadhani mimi ndio niko jina ya kushtua watu. Wewe umenishtua hapa sasa. Karibu sana, kama utasubscribe pale Kiss Hot TV, subscribe pale watu wangu, nawaambia piga subscription kule kieleweka nayo. Nawaambia kwamba subscribe. Ila tunawaambia kwamba wiki ijayo tutakuwa na Veni Kerubo ndani ya Kiss Hot TV. Dada yetu mwimbaji kutoka amefanya nyimbo na kina Rose Muhando. Tutakuwa naye ndani ya nyumba siku ya Jumapili, tuweze kutembea mbali. So ila tunataka kushukuru whatever. That's wewe ukajua, ukiamka unaweza amka asubuhi useme kama umeamka salamu, unapanga mipango yako, lakini hujui jinsi ambavyo Mungu jinsi ambavyo umepangiwa. So it's well and good to praise the Lord in every moment. It's well and good just to praise God. Nimwambie Mungu niongoze. And Prince Job anasema kwamba good morning Kiss Hot TV, enjoying the show equal late fire. Thank you very much Prince Job, may God bless you so much watching you. I know wewe unawatch kutoka wapi. If you are new here, please make sure you subscribe pale Kiss Hot TV. So hii ati song order tuweze kumaliza. Pisa akaenda kutuombea tumalize katika ibada ya leo. Tupatana tena leo mwendo wa jioni. Nitakuwa hapa leo na kisha nitapatana ndani kile kuanzia siku ya Jumatano kama kawaida. Chapter la net Kavini kukulikuntu, nilikuambia kajina ni ngumu, niite Kavini. Kavini hivyo tu. Umenisaidia. Hiyo jina hapo nyuma. Ni ngumu kusoma my dear. Acha nikuite Kavini. Kavini, nashukuru sana, karibu sana ndani ya Kiss Hot TV. God bless you so much. So neno la siku na mbona tatuongoza siku yote mpaka tupatane kesho tena alfajiri. Nikutoa kitabu cha John 15:7. Baba, the Bible says, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and I will be done for you. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. That's the word of the day. The verse of the day, John 15:7. Hakikisha umesoma hilo andiko, nimekuongoza, nimekuelekeza siku hii yote. Mungu atakulinda. Hutapatwa na ajali, hutapatwa na shida yote ile katika jina la Yesu Kristo. Yasmina Poni anasema kwamba how are you Kurutus? I'm good my dear. Margaret Morara, good morning kukulikuntu na fans wote Kiss Hot TV. Good morning to you. Yasmina Poni anasema kwamba naona umerauka ngware, kazi swafi, keep it up. Thank you very much. Tuliroka sana kitambo sana my brother Yasmina Poni. Nilikuwa hapa saa 11, nilikuwa hapa kutoka usiku, sijafunga macho. Nimekuwa hapa pamba tu pamba kuhakikisha kwamba tunaweza kuleta safari moja kwa moja, tuko katika kwa sababu yenu tu. Sijafunga macho kabisa. Tulipo kutangulia program ya usiku, nimekuwa hapa pamba tu pamba. Sijalala. Najua kwa Mungu wetu ataniongoza, atanifuata, atanisaidia katika jina la Yesu Kristo. Nataka kupatana wimbo wa siku. Kama nimepatana maandiko ya siku, kupatana wimbo wa siku utatuongoza. Kisha baadaye pia utatuombea tumalize. Karibu sana kila wageni wote, karibu sana. Hakikisha umepiga subscription yako pale Kiss Hot TV.
Ukipiga Kisi Hot TV, piga subscription yako pale Ege Karo TV, piga subscription yako pale anaitwa Patrick Mshiri, piga subscription yako pale. Yangu inaitwa Kukurikuntu. Andika Kukurikuntu hiyo jina, kisha pale itakuletea. Piga subscription yako pale. Tutakuwa tunasonga mbele pamoja. May God bless you so much. So wimbo wa siku nimepatiana neno la siku, pateni wimbo wa siku. Patrick Mshiri atuombe tumalize. Uniongoze, uniongoze, bado nakuhitaji. Uniongoze, Yesu kiongozi mwema, moyo wangu wa kutamani, niongoze nifike salama. Mungu wangu uniongoze. Ulisema naposhindwa nikuite, hivi leo nakuita nisikie. Usiende mbali nami, usiniache peke yangu. Mungu wangu uniongoze. Ulisema naposhindwa nikuite, hivi leo nakuita nisikie. Usiende mbali nami, usiniache peke yangu. Mungu wangu uniongoze. Ambia Mungu akuongoze, asikuache peke yako. Dr. Goke, good morning. Good morning to you, my dear sister Dr. Long time, my dear sister. Sijakuona kile, nimefurahi kukuona ndani ya nyumba. Karibu sana. Brother Pius, unmute your mic. Naam, nashukuru sana. So tukienda kumalizia pale, nashukuru sana tumepata neno la siku pale. Tumepata na wimbo wa siku. Tafadhali tupeleke kwa maombi tunapomaliza program ya siku ya leo mwendo wa saa 2. Karibu sana. We pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. We want to thank you, Father Lord, this morning. We want to thank you because you are good, you are God, for many things that you've done with us, you've done with our lives. We want to honor you that you've allowed us to see this wonderful morning. We know that many have willed to leave it to see this morning, but they have not seen it. Father Lord, it's not because we've done your greater things, perhaps, but because of your goodness, your care, you've allowed us to see this day because of your mercy, your graces and mercy that are new every morning. Your grace and mercy brought me through. I'm living this moment because of you. We want to thank you and pray you too. Your grace and mercy brought us through. So we continue to honor you because of your grace and mercy that are new every morning. We want also to console those who are mourning at this time, especially the people of Kisi, and especially those specific families who have lost their dear ones, those who have lost 2 individuals, 1 individual. We pray for them, dear Lord, at this time of great tears, at this time of great mourning, that you're going to console them, dear God. So we ask you that you send them the angels of consolation this morning, to continue to console them, to continue to grant them hope, to continue to give them wisdom at this moment, to continue to care and to work with those people who are mourning at this time. We pray for the entire country, that you will grant us great wisdom, Lord Jesus Christ, to test where the evil is. We pray that you will continue to grant us awareness of we as a people, whom we are, where we are going, to whom
we are going to, we ask you to enlighten us so that these little things, these little mistakes may not happen, and these traps that the evil ones have, placed ahead of us. We ask you that you break them, break all those chains, dear Lord. Let us not fall into temptations, but lead us from all evil. The prayer of our Father contains everything that is there to guide us in our day. We repeat it, we pray it every day, but sometimes we do not pay attention to it. There is temptation to money, there is temptation to lustfulness of the flesh, there is temptation to do things that are not in accordance with God's will, but we find ourselves doing them. So we pray that as the word this morning reminds us, that we abide in God. So as we abide in God, we are going to remain, attuned to His will. We are going to remain attuned, to what He wants of us, and we are not going to go astray. So we pray that we may follow, friendships that is leading us to God, companions that are leading us to God. We pray that, we may have that attitude of humanity, yani tuwe na utu ule wa kawaida, utu ule wa kimungu, because we have to be human first if we want to be godly. So we pray that, our humanity be upgraded, be uplifted, so that we may think and feel how other people feel, so that we may only seek to do good, to others, that we may want goodness of them and not the evil. We pray this morning as we go our ways, as we go to work in our workplaces. We know that there are so many dangers ahead of us set by Satan, but we pray that, the Spirit of God will guide us, will accompany us in every section that we enter. We pray that the Spirit of God be there, waiting for us, to guide us, to help us, that when we open our mouth, we know what to speak. We pray that the Holy Spirit may be the one to speak on our behalf, that He will be there to be our defense, He will be there to be our liberator, He will be there to set us free, so that the ways of God be open for all of us. We pray for our children, that our children will grow, they will be blessed this morning, and as they go to school, that they will be blessed, wherever they are going. And even as they are closing schools to be in holidays, we ask God to be allowed them to protect, especially our ladies, our girls, that they will not be impregnated carelessly. We pray that they will focus, to bless their bodies, and remember that their bodies are temples of the Holy Spirit. We pray for our boys, that they will respect the women, they will respect the females, so that they will not see them just as objects of sex, but they will see them as godly people. Yani tunaomba asubuhi ya leo uendelee kutuongoza, uendelee kutubariki katika njia zetu zote, enda nasi na urudi nasi to and fro. We pray that your blessings continue to accompany us. We ask you to forgive us for many sinfulness acts that we have done. Some of them into the secret, some of them have been seen, some of them even now continue to affect our communities. We repent of them all. We repent the sinfulness of our leaders who sometimes make mistakes that affect the entire country. We pray for forgiveness. We ask you that you guard our leaders, you bless the doctors, you bless the teachers, every field that you work, wherever you are, in Qatar, in Dubai, in Saudi Arabia, in Jordan, wherever you are, receive the Spirit of God. Let him guide you. Those who are in Kenya, in Nairobi, in Kisii, wherever you're going to work, bless your work, and it is blessed. In the mighty name of Jesus, we pray that the blessings of God accompany you. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with us now and forever. And may we all of us say, wherever you are, amen, amen, amen. Amen. Nashukuru sana. Thank you very much, Pius, for a wonderful prayer, Dr. Walker anasema amen. Nashukuru sana. And anybody who has been watching me since saa 11, Dr. Walker anasema kwamba amen, amen, amen and amen. Nashukuru sana, tumekuwa hapa tangia asubuhi saa 11 katika alfajiri. Tusharejea sasa katika Pambazuka, tulikuwa tumepotea kidogo, lakini tusharejea. Kuanzia kesho tutakuwa tunavuka saa 11 kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumpatia sifa utukufu. Leo jioni tutakuwa hapa tena, tutakuwa na mgeni mwingine hapa ndani ya Kisi Hot TV. Usiweze kutembea mbali. Sawa. Katika safari ya ushuhuda, usiweze kutembea mbali, hapa ndani ya Kisi Hot TV. Tuweze kusonga mbele pamoja
Na kuambia kama wewe ni mgeni, tafadhali subscribe pale Kisi TV. Na mimi niko na channel yangu, ukipata nafasi tafadhali kiwa free, kimbia pale YouTube, search Kukurikuntu. Andika Kukurikuntu ama andika Egesa 047 TV. Utanifikia kusubscribe. Ukisubscribe nitakuwa nashukuru sana. Achilia comment pale kama wewe woke, yutafuta woke, sijakuwa na huko. Akina Kavini sijakuwa na pale. Kimbia pale msubscribe katika ile YouTube channel yangu Kukurikuntu, hiyo jina iko kwa screen, ama muandike Egesa 047. Nitakuwa nashukuru sana. Pius, thank you very much. So hiyo jina yangu hapo Kukurikuntu iko hapo, ndio utasema, ndio utaangalia. Chapter what? Kavini anasema amen. Thank you very much. May God bless you so much. I love you all guys. Thank you for joining in. Thank you for supporting me for your prayers in this morning session. May God bless you so much. May God open your doors. May God bless you. May God see your needs and bless you so much. May I live because Mungu ni mtakatifu. Mungu ni mtakatifu takatifu. Pia mkitoka pale mtakimbia mkisubscribe kwa Kukurikuntu, mtaenda kwa Patrick Mushiri mwenye ametuombea hapo Pius, andika Patrick Mushiri channel pia naye subscribe. Tutakuwa tunasonga mbele pamoja, shida kitupendana. Now may God bless you so much. Thank you. Anita Maseni Bosibori anasema amen. Maseni Bosibori unamaliza tukimaliza. Unaamka tukimaliza. Maseni Bosibori, you are waking up tukimaliza. Hey. But may God bless you so much. Sasa inabidi tumalizie hapa. Tulikuwa hapa tangia mwendo saa 11, zimeonga saa 1:36. Afrika Mashariki tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka 2021. Nashukuru sana. May God bless you so much. Goodbye. Tupatane mwendo wa saa 2 leo pale ndani ya Kisi TV. Papa hapa tu. Tusungumzie katika safari ya ushuhuda na Bishop Geoffrey Miruka atuambie safari yake jinsi ambavyo alikuwa nalala kitchen. Akaoa pipe akiwa kitchen. Ikifika asubuhi alifajiri ile tema kwa asubuhi anaambiwa, "Wewe kijana, amka tunatengeneza uji." Na ni baridi tena inanyesha. Okay, wote ni Mungu. Sasa kutembea mbali leo tupate safari yote. May God bless you so much. Bye. Utakia kila raheri, usiku mwema wanaenda kulala na asubuhi njema. May God bless you so much. Bye.